wangu wameanza, lakini mimi ni mara ya kwanza kuingia kwenye hizo tuzo. Yes. Sawa. Hebu tuambie mipango yako ikoje? Tunaendelea na mipango kwa maana ni kipindi cha upigaji wa kura. Kwa hiyo kwa sababu tunao wadau wengi Tanzania hii na nchi mbalimbali wameendelea kututumia notification nzuri kwamba wanatupigia kura, kwa hiyo wanatutumia nimepiga. Tunaona maendeleo ni mazuri, sio mabaya. Upo kwenye category gani? Tuko kwenye category 3. Tuko kwenye category ya wimbo bora ambao tuna wimbo unaitwa Tuombe, lakini tuko kwenye category ya the fastest rising male artist in East Africa, na tuko kwenye the best discovery in East Africa. Okay. Yes. Unadhani kwa nini umepata nafasi ya kuwepo katika category zote hizo 3 kwa wakati mmoja? Nini hasa kimekupush na umefanikiwa kwa kiasi hicho? Nadhani kitu cha kwanza yanaweza kuwa majira sahihi ya Mungu, lakini kitu cha pili ni kwamba tumekuwa na consistency nzuri toka mwaka 2019 nilipoanza uimbaji. Kwa hiyo tumeendelea kujitahidi namna hiyo, na Mungu ameona ni wakati sahihi labda kwetu kupata. Ndio maana watu wa tuzo wakasema hao watu nao wanafaa waingie kwenye hivi nyang'anyiro vya tuzo. Okay. Ni wimbo gani ambao umeona kwenye katika nyimbo zenu umewabeba na kufikia kuingia katika hizi category? Wimbo uliotubeba na bila shaka ni wimbo wa maombi ambao unaitwa Tuombe. Ndio. Ingawa nyimbo ziko nyingi, kwa hiyo wao walisema nyimbo ziko nyingi, lakini sisi tutachagua. Nadhani zinaweza kuwa zimetubeba nyingi, lakini kuna nyimbo ambao wamename kwa ajili ya kuwa nyimbo bora ya mwaka. Yumkini ile ndio imetubeba kwa ukubwa sana. Na tuzo hizi zinafanyika wapi? Zinafanyika hapa Dar es Salaam. Tarehe ngapi? Yes, itakuwa ni tarehe 9 mwezi wa 8. Tarehe 9 mwezi wa 8. Yes. Ya kwa maana ya mwezi ujao. Mwezi ujao. Okay. Yes. Sasa wao umejipanga vipi ndugu yangu? Mimi nimejipanga vizuri kwa sababu tuna kama Mungu atajalia tuzo tukapata, ni moja ya kitu kinachoonyesha kwamba jamii kuna namna tunaihudumia. Kuna namna tunahudumia watu. Kwa hiyo na bila shaka hata tusipopata, sisi tunaendelea kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu kazi ya Mungu hatujaitwa ili tupate hivyo vyote, lakini kwa sababu vimekuja kwa wakati huu, tukipata ni kama kuna morali fulani ambayo inaongezeka ya utendaji wa kazi ya Mungu. Yes. Sasa mipango yako iko vipi kwa wale ambao wanakupigia kura, mafans wako na vitu kama hivyo, unawaambia nini? Kitu cha kuambia kikubwa ni kwamba bado tunaendelea kuleta kazi na ndio kwanza tumeanza. Kwa hiyo tuna ratiba ambayo at least kila mwezi ni lazima kutakuwa kuna kazi mpya ambayo inaapia kwenye digital platforms. Yes. Sawa. Mimi natamani kufahamu umeanza muziki muda mrefu na hivi sasa umefanikiwa kuingia katika kinyang'anyiro cha tuzo hizo. Lakini baadhi ya waimbaji pia wamekuwa na matukio mbalimbali, activation mbalimbali za kijamii. Na wapo ambao wanafanya hizo activations zimekuwa zikiwabeba pia katika tuzo mbalimbali. Kwa upande wako kuna activations zozote za kijamii ambazo umekuwa ukifanya? Yes. Tulishawahi kuzindua albamu yetu moja ambayo tulizindua mwaka 2022 na tunategemea mwishoni mwa mwaka huu tutaachia albamu nyingine ya pili. Lakini albamu ambayo tunataka kuzindua mwaka huu itakuwa ina vitu vya kijamii. Either tunaweza kuchagua baadhi ya vitu vya kufanya vya kijamii, mfano kwenda kwenye vituo vya watoto yatima au shule za watoto yatima ili kuweza kuchangia kitu fulani. Yes. Sawa. Na mwaka huu mipango yako iko vipi? Tunaanza ngwe ya pili kumaliza mwaka. Ngwe ya pili ni kwamba kuna kazi nyingi jikoni. Mfano kama leo tuna kazi moja ambayo tunayo imekwisha kupandishwa kwenye mitandao yetu ya digital platform pamoja na YouTube kule, lakini tuna kazi nyingine ziko pending kama 3 ambazo zimekamilika kwa habari ya kutolewa studio, tunazo tayari. Kazi ni kwenda location na kuzipandisha kwenye mifumo yetu tulionayo ya digital platform. Sawa. Basi mimi natamani uweze kutoa mawasiliano yako hapo, lakini pia ueleze mafans wako namna ya kukupigia kura ndugu yangu. Lakini ukipata hiyo tuzo ufanye namna ya kuweza kusherehekea na hawa, maana huwa mnalalaga nazo kitandani. Hapana, tutasherehekea nao. Lakini kitu cha kwanza ni watembelee website ya Maranatha Global Gospel Awards. Wakishafika waangalie zile kategori ambazo sisi tupo, kategori ya wimbo bora, kategori ya Best Discovery Male Artist East Africa, pamoja na ile nyingine ambayo tumesema The Rising Gospel Artist in East Africa. Wakitembelea pale wachague jina la Kalumna Faustine. Kama ni kwenye wimbo bora wachague wimbo wa Tuombe. Lakini kunifikia kwenye mitandao ya kijamii, tuna mtandao wa Instagram, mtandao wa TikTok, mtandao wa WhatsApp, tuna mtandao wa
Facebook pia, hata YouTube yenyewe. Majina kote mimi natumia jina la Kalumna Faustini. Kwa mtu akinifikia kwenye mitandao ya kijamii ni rahisi sana. Na kwa mawasiliano ya mkononi mtu anaweza kuandika ni 062 867352. Kwa hiyo mtu anaweza kunifikia kwa njia rahisi. Namna ya kupiga kura ndio hivyo nimeshatoa. Unaenda kwenye website, baada ya kuingia kwenye website unachagua categories zile ambazo sisi tupo, then unachagua jina la Kalumna Faustini, unatupigia kura. Sawa sawa. Tuende kazi ndugu yangu Taji, tupate kwanza wimbo alafu tukirejea tena hapa tutaendelea kupiga story na ndugu yangu hapa kuhusiana na tuzo hizi ambazo zinaenda kufanyika tarehe 9 ya mwezi wa 8. Asante sana Taji, unaisikiliza Church on Fire. Naitwa Mao Tobi, niite kipande balozi wa mtaa wako. Nipo na Kalumna Faustini ambaye huyu amepata nafasi ya kushiriki katika tuzo hizi za Maranatha Global Gospel Awards ambazo zinaenda kufanyika tarehe 9 ya mwezi wa 8, nazungumzia mwezi ujao, na amebahatika kuingia katika categories 3 ambazo amekueleza hapa. Na wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa, mdau wa muziki wa injili ambaye umekuwa ukiingia katika YouTube channel yake na kusubscribe, umemfollow katika mitandao ya kijamii, basi huu pia ndio wakati wako wa kwenda kumpigia kura ili ikiwezekana turudi na tuzo zote 3 hizo. Hivi kwa nini mara nyingi huwa mkichukua tuzo au mkishinda tuzo huwa mnapiga picha nazo kitandani? Kuna siri gani? Kwani au ni trending pictures tu zinakuwa hivi? Sijajua kwa upande wao na itakuwaje kwa upande wangu. Nafikiri tufike kwanza tupate ndio tuone action yangu itakuwaje. Wewe utapigia picha wapi? Sasa mimi nafikiri ni namna ya kufurahi. Okay. Unajua kwenye namna ya kuonyesha jamii mtu amefurahi, tunaweza kuwa na tofauti. Ndio. Yes. Lakini pia unaweza ukafanya hivyo kwa ajili ya at least watu ambao hawakujua kama umepata waweze pia kujua kwamba umepata tuzo pia. Yes. Sawa. Turejee katika muziki wako ambao unafanya hivi sasa ndugu yangu. Tumeona muziki wa injili umeenda ukikua kwa kasi sana. Tulikuwa na huyu mtoto L Steven anaimba vizuri kweli. Mimi natamani nifahamu kwa upande wako, kuna waimbaji ambao wanafanya vizuri na ni wadogo. Wewe ni mwimbaji sasa hivi, umekuwa umebahatika kuingia kwenye tuzo hizo na kadhalika. Kuna namna gani ambao umekuwa ukiwashika pia waimbaji wengine kuona wananyanyuka, lakini pia changamoto ambazo unakutana nazo kwenye muziki wa injili? Sasa wako waimbaji ambao watu tumeshirikiana kazi, ambao tumefahamiana, tunashirikiana, mtu akiwa na kazi yake studio, huwa tunaimba kwa pamoja. Hiyo ni sehemu ya kunyanyuana. Lakini issue ya muziki wa injili sio muziki mwepesi sana. Ni muziki ambao unahitaji cost, kwa sababu at all sisi tunafanya kwa ajili ya Mungu kwanza, sio kwa ajili yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo muziki wa injili ili ufanye vizuri ni lazima kwanza ukubali kwamba utaingia gharama muda mrefu sana kuja kuona umefanya nini, umesucceed. Changamoto kubwa ni kwamba tunaingia kwenye muziki wa injili tukiwa ni kama tumetarget business kama other businesses. Inakuwa ni kitu kimoja kigumu. Kwanza kitu kingine, lazima ufanye muziki kwa sababu unaupenda. Wewe una ile art, the spirit, kwamba unahitaji kufanya
muziki, utaufanya kwa namna ambayo ni nzuri. Kwa nami nimekuwa nikifanya kwa sababu ni sehemu ya kitu cha msingi sana ambacho nafanya nini, nakipenda, na ndio maana huwa na impact uchumi wangu, nawekeza pale hata kama sina rewards ambazo zinatoka from the music. Yes, huwa nina push namna hiyo. Okay, kwa maana nyingine ukiwa unafanya muziki wa injili ujiandae kisaikolojia kwamba hapa mimi ninamtumikia Mungu. Yes, hilo ndo la kwanza, kwa sababu Mungu ndo mpaji wa yote, mtumikie yeye kwanza. Majira yanapofika yeye kuinua lazima atakuinua. Kwa maana nyingine mavuno yako nao yapata sehemu nyingine pia ukaiwekeza kwenye muziki wake, maana unawekeza kwa Mungu. Kwa sababu si ni kitu nakipenda pia. Unajua ni kama kucheza mpira. Utacheza, ukifika level fulani watu wanakuona, wanasema una kitu. Njoo sogea sehemu fulani. Na music in the same. Kwamba tunafanya kwanza kwa ajili ya Mungu kama sehemu ya ibada kwa Mungu. Nikishaingia cost hizo zote, nimehangaika kokote, Mungu anaona sababu ya kufanya kitu kingine cha ziada. Sasa unadhani kwa nini baadhi ya waimbaji wa muziki wapo watu wanasema kwamba ukiwaangalia it's just business per se, yani tofauti na baadhi ya waimbaji wengine? Unadhani hiki ni kitu gani kinachopelekea kufika kule? Labda akishafika mahali hivi yupo juu, labda ile inamfanya abadilike, au ni nini? Sasa tabia ya mafanikio iko namna hiyo, kwamba kuna msemo wa Kiswahili sio mzuri sana, anasema maskini akipata kuna namna fulani. Sasa hiyo mtu akiwa amepata, akifika level fulani, kuna ile hali ya kujisahau. Lakini kingine, sisi kazi tunayoifanya ya music ni kazi ambayo shetani alikuwa anaifanya mbinguni. Akakosea, akatolewa. Kwa hiyo hawezi kumwacha mtu hivi hivi aweze kusucceed na kubaki kwenye ule msimamo wa kimungu. Lazima atamletea mikanganyo mingi. Kwa hiyo ni lazima kujiandaa kisaikolojia na kujiandaa kiibada, kwamba kitu unachokifanya ni kitu ambacho shetani aliwahi kufanya na kwacho akakosea, akafukuzwa. Lakini kitu kingine kwenye success, kuna ile hali ambayo mtu akifikia level fulani ya mafanikio anaweza kujiona kama amekuwa Mungu katika hii dunia. Ni lazima mtu ajifunze namna ya kucontrol mambo kama hayo, hali kama hizo, anapoanza kupata mabadiliko ya kiuchumi. Yes. Sawa. Tunapozungumzia tuzo hizi za Maranatha, tumeona waimbaji wapo wengi ambao wamezipata hizi tuzo. Lakini pia kuna baadhi ya tuzo wengine wakipata tuzo kunakuwa na malalamiko kwamba bwana huyo amepata tuzo lakini bwana hakustahili na vitu kama hivyo. Umejipanga vipi katika tuzo hizi kupokea maneno ya waja? Sasa sikiliza, unajua the Bible says kwamba anastahili heshima apewe. Ndio. Mimi sikuwahi kuwaza kwamba naweza nikaingia kwenye vinyang'anyiro. Sasa wale waliowaza wao wenyewe kwamba mtu anafaa kuingia hapa, wakasababisha mpaka tukaingia. Ndio. Bwana, sisi tutatoka salama. Tukipata maanake kuna watu walipiga kura. Ndio. Tukikosa maanake kuna ambaye walimpigia anao wengi. Si ndio maana ya uchaguzi? Kwa sababu unapoingia kwenye mashindano kuna kupata na kukosa, kuna kukosa na kuna kudraw. Sasa kwa bahati mbaya huko hakuna kudraw. Kuna kupata au kukosa. Ukikosa songa mbele, utapata wakati mwingine. Ukipata mshukuru Mungu, songa mbele ili upate zaidi. Yes. Sawa. Baada ya jina lako kupita katika hizi tuzo, picha gani uliipata katika career yako? Ilikuwa ni picha kubwa, kwamba kumbe naweza nikawa nahisi kama najisikiliza mwenyewe, kumbe kuna watu wananisikiliza wengi. Na kupitia hii hali sasa ya upigaji wa kura ndio nimeanza kugundua kumbe na wahudumia watu wengi kupita vile ambavyo nilikuwa napita baadhi ya mitaa, hata Kariakoo. Naona mtu anasema habari, nilikuwa kwenye vyombo vya habari, nilikuwa kwenye television. Anasema umeniona wapi? Wakati nakuta mimi wakati mwingine sifai nini, sifuatilii. Lakini kumbe tunahudumia watu wengi. Sasa kupitia tuzo nimegundua kwamba kuna kama kitu, kuna na ukubwa fulani niko na ambao mimi nilikuwa sijaujua. Na kwa sababu kuna hali fulani nimeiona, sasa natakiwa kuendelea kufanya zaidi na zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nikifanya ili niwahudumie wengi zaidi. Yes, ni hapo kwenye consistency natamani pia nifahamu mipango yako iko vipi, kwa sababu hapa ndio mwanzo. Na tayari umesha jiona kwamba okay, kumbe nikisimama hapa mwakani naweza nikaingia hata katika tuzo 3 tofauti tukiachana na Maranatha. Mipango yako sasa iko vipi? Nadhani sasa nilikwisha kumwambia hata meneja, hakikisha mwezi haupiti bila kazi. Make sure kila mwezi kuwe kuna kazi, na hakikisha kazi inayotoka isilingane na ambayo tulishakuwa nayo. Kwa maana kwamba tuame imani hata imani, viwango hata viwango. Nilishamwambia. Kwa sisi tumeshajiandaa vya kutosha kwamba kila mwezi
Ni lazima tumhudumie Mungu na kuwahudumia watu wake kupitia wimbo walau mmoja, ukiwa ni audio pamoja na video. Kwa ndio mkakati mkubwa ambao sisi tunao, lakini si hivyo tu, kuhakikisha tunafika engo ambazo tulikuwa hatujawahi kufika, kwa maana ya kwenda mikoani, kwenda mataifa mbalimbali namna hiyo. Sawa sawa. Nipo na Kalumuna Faustin ambaye ameingia katika tuzo hizi za Maranatha Global Gospel Awards ambazo zinaenda kufanyika tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwezi ujao, na hapa anatueleza mikakati yake, lakini pia kwa hizi dakika 2 zilizosalia, ungewakumbusha mashabiki zako namna ya kukupigia kura, lakini pia kama kuna ambaye anahitaji kuwasiliana na wewe aweze kuwasiliana na wewe kwa simu yako, kama kuna meneja ndio ambaye atazungumzia hilo, sawa? Lakini nafikiri atazungumzia meneja. Okay. Basi wewe waeleze kuhusiana na namna gani ya kukupigia kura. Namna ya kunipigia kura, andika https Maranatha Global Gospel Awards, then chagua kwenye kategori 3 ambazo sisi tupo: the best discovery male artist in East Africa, au unaweza kuchagua wimbo wa mafundisho, unaweza kuchagua the best discovery male artist in East Africa. Kote tafuta Kalumuna Faustini, kisha tugusa neno vote. Kisha gusa neno vote, ni tayari umetupigia kura. Sawa, meneja, karibu basi hapa uweze kuzungumza na mashabiki zenu kuhusiana na mwimbaji wako, lakini pia kuhusiana na namna ambavyo watu wanaweza wakampata Kalumuna pamoja na wewe. Naam, asante kwa nafasi. Kwa majina naitwa Meneja Ngauya, and tupo hapa leo kwa ajili ya kuwakilisha jambo la Kalumuna, kwa maana ya amepata bahati ya kuingia kwenye tuzo kubwa za East Africa. Lakini pia tuna launch na video yetu leo, tumeachia asubuhi, ambayo inaitwa Kalam. Nafikiri ni one of the hatua nyingine kubwa ameipiga kuelekea kwenye hizi tuzo. Ya namna pekee ya kumpata Kalumuna ni by social networks. Ametaja majina yake Kalumuna Faustin, anapatikana kwa namna hiyo, lakini unaweza kufanya booking kwa email Kalumuna Faustin 666@gmail.com. unafanya booking. Irudie tena hiyo. Kwa email unaweza kufanya booking kwa jina la Kalumuna Faustin 666@gmail.com. Sawa, kwa maana booking ni kupitia email tu, hakuna simu. Yes, tunatumia email zaidi. Okay. Mpo kisasa sana nyinyi. Yaani nyinyi mpo mbele sana. Yes, sawa, imekaa vizuri hiyo. Mimi niwatakie kila laheri ndugu yangu Kalumuna. Naamini tukichukua hizo tuzo basi tutakuja nazo hapa studio, na watu waone kama hivi wanavyotuona kwamba jamani, tulizungumza hapa kwenye Church on Fire na tuzo ni hii hapa. Tunawashukuru wale ambao mmetupigia kura. Sawa, neno la mwisho kwa sekunde 10 hizi, unawaambia nini mashabiki zenu? Kitu kikubwa ni kwamba kuna kazi nyingi ambazo tunaenda kuzileta, lakini muendelee kutupokea namna vile tulivyo na vile tunavyowahudumia. Asante. Okay, asante sana ndugu yangu. Mimi niwatakie Jumapili njema nyinyi watumishi wa Mungu, najua tunaelekea kwenye huduma hivi sasa. Amen. Amen. Asante. EF